Hello, habari. Karibu sana hapa tuweze kuwa na mwendelezo mzuri juu ya mafunzo yetu ya program ya kompyuta, na tupo moja kwa moja katika Microsoft Office ambayo tutaenda kuona Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. Hii ni office ambayo ni office mama, kwa maana tukiwa tumefanya installation ya Windows, kitu cha kwanza muhimu sana kama ni mtu anaenda kutumia kompyuta katika matumizi ya mwanzo kabisa, lazima aweze kuinstall Microsoft Office. Na tutaenda moja kwa moja kwa kuangalia program ya kwanza ya Microsoft Word. Nikukaribishe katika mafunzo haya kwa sababu ni program ambayo ni program mama, ambayo kila kitu ambacho kinakuwa kinaandikwa kwa kutumia kompyuta, hasa ukiona labda barua, document tofauti, tunaposema documents, zote zinatumia Microsoft Word katika program ya kawaida sana. Kwa hiyo mtu ambaye anapaswa anaenda kujifunza kompyuta, ni muhimu sana kuweza kufahamu matumizi ya kina kwa undani zaidi, hasa kwa matumizi ya kawaida unapaswa kuwa na basics za kawaida ili uweze kuwa na matumizi mazuri juu ya kompyuta. Katika lesson ya kwanza tulirekodi muda kidogo, tulionyesha interface. Tunaposema interface ni muonekano wa hii program. Tunaposema interface ni muonekano wa program yoyote katika kompyuta, katika simu. Sasa Microsoft Word ukifungua inaonekana hivi. Sasa tutaanza moja kwa moja mwanzo kabisa, inapatikana katika kompyuta sehemu gani, na inategemea na window ambayo uko nayo. Mimi hapa moja kwa moja ninatumia Windows 11. Utakuja chini hapa utakutana na button kama hii, au utakuja katika search bar, utakuta hapa search, utaiclick kwa kutumia mouse. Na kama hujawahi kuitumia Word inawezekana isitokee, lakini kama ushaitumia itakuwa recent, itakuwa inakuja katika recent. Unaona program ambazo mimi nimekuwa recent nimezifungua. Kwa hiyo kuna Word, kuna Adobe After Effects, ni program ambayo inafanya kazi nyingine tofauti na hizi ipo katika graphics, tuachane nayo. Excel tutakuja kuiona wakati tukikamilisha program hii ya Word. Tutaenda katika PowerPoint na then tutarudi katika Excel. Na imani unanifuatilia na unanisikiliza na kile ambacho nazungumza. Utakuja hapa sehemu ya chini, utaandika kwa kutumia keyboard yako, utaweka WORD. Ukibonyeza Word inatokea hapa katika Word app, utaiclick, utaibofya, then itaenda kufunguka kama hivi. Kama hivi. Ikifunguka tutaenda katika sehemu ya juu, na leo tutazungumza sehemu ya pili baada ya kujifunza interface, kwamba hii sehemu inaitwaje. Nadhani video ipo katika channel hii, utaifuatilia. Muonekano wa hapa, hii ni hapa ni menu bar na vitu vingi ambavyo tulizungumza. Kwa hiyo kuna sehemu ya juu, kuna sehemu ya hapa, kuna sehemu ya chini vile vile utakuja kuona kuna hapa kuna navigation. Sehemu yote hii tuliweza kueleza. Sasa sisi tutajikita moja kwa moja hapa, tutaangalia sehemu ya hapa ya juu, namna ambavyo inatumika. Kwa hiyo nifuatilie hatua kwa hatua na utaweza kujifunza kwa vitendo hapa. Na imani tuko pamoja. Haya, tuende sasa katika sehemu ya kwanza. Unaona hapa sehemu ya juu hapa kuna hii hapa file. Hii menu bar kuna sehemu ya file. Hii file ukibonyeza, tunaposema file kwa maana kila kitu ambacho utakifanya kitakuwa kinakuwa recent hapa. Kiko hapa, au kama hujaanza kazi yoyote, manake tutakwenda kusoma file. Hapa katika file ukiklik inakupeleka sehemu turudie. Ukiklik hapa inakupeleka pale ambapo file hii unataka kutengeneza nini. Hapa ya sehemu ya kwanza itakuonesha home, kwa sababu ndio sehemu ambayo ina kila kitu, kwa maana nyumbani. Kwa utakuja hapa kuna sehemu ya new. Kama pengine unataka kutengeneza
document nyingine ambayo, kwa mfano hapa naweza kusema tuseme document hapa niweze kusema niweze kutengeneza document ya kwanza. Hii nitatengeneza labda niseme washiriki, lakini nataka kutengeneza document ya pili. Nitakuja katika file, nitabonyeza new, na ukija katika new hapa kuna blank document. Kwa maana blank document ni document ambayo haina chochote, kwa maana haina chochote ambacho kishatengenezwa. Kwa ukibonyeza hapa inakupeleka, lakini ukija katika new, ukikliki new hapa inakupeleka katika blank document ambayo ni ya kwanza. Hizi sehemu za chini hizi ni option ambazo tunasema ni template ambazo zina muundo ambao ushatengenezwa. Wewe unaweza ukachagua kulingana na matumizi, lakini huko tusiende. Tuje hapa sehemu ya kwanza. Wewe unaweza ukatengeneza new document. Kwa hiyo unakuja katika new, alafu una click hapa blank tayari. Kwa hiyo kuna document ya kwanza unaziona hapa. Kile sehemu ya chini nikiklik hapa, kile sehemu ya chini hapa unaiona hii icon ya Word. Document yangu ya kwanza hii hapa, na nikija hapa document nyingine ya pili iko hapo. Na imani umenielewa hapa katika file, sehemu ya file. Tupo katika file tunaendelea, kwa hiyo usitoke hapo. Sehemu ya kwanza umesema ni new file, kwa maana unatengeneza kitu ambacho ni kipya au document mpya ambao unaenda kutengeneza. Lakini tukiendelea hapa kuna sehemu ya chini inaitwa open. Open kwa maana unafungua faili ambalo lishatengenezwa tayari. Kwa maana ulifanya kazi, ukafunga kazi yako, lakini unataka kuifungua sasa. Kwa ukibonyeza open inakupeleka katika kama iko recent, kama umekuwa umeifanya muda. Nikifungua hii, nikibonyeza hii inafunguka. Naona hapo. Kwa hiyo document yangu hii ndio ambayo nimeshaitengeneza. Sasa nataka nifanyie aidha marekebisho au niweze kuongeza kitu ambacho ninakihitaji. Kwa hiyo unaweza ukafungua kwa namna hii. Kwa hiyo unafungua document mpya ambayo ipo katika kompyuta yako. Lakini kuna information, info, inspect document, protect document. Unataka kulinda document yako, unataka kuinspect, unataka kuimanage, kwa maana kufanya organization, kuimanage kwa maana wewe unataka kuifanyia management. Lakini huko tusiende, tuende katika basics. Kikuu ambacho tunakifanya hapa, kuna new, kuna open, ni vitu vya muhimu sana. Ukiachana na information, kuja kuprotect ni vitu vya mbali sana baada ya kufahamu zile basics. Kwa hiyo tukija sehemu ya chini kabisa, ukiachana na info, tunakuja katika save. Baada ya kutengeneza new document, lazima uje katika save. Kwa hiyo maana yake hapa mimi hii document yangu ndio hii hapa. Labda nimeandika washiriki, nimekuja mtu wa kwanza labda Juma, alafu mtu wa pili Ernest. Sasa nataka kuisave. Hii document haina jina, nataka kuisave, na bonyeza katika file. Kwa hiyo kila kitu tunatokea katika file. Kwa hiyo document ambayo ipo hii ni file pia, ambalo nalizungumza ni file pia, kwa maana document. Kwa hiyo nitakuja katika save. Nikisave hapa inanipeleka katika eneo ambalo mimi nitaenda kusave. Katika this PC naweza nikakutana na vitu vingi, lakini kuna browse. Kwa maana nikija hapa naenda kuchagua folder ambao nataka kusave, au sehemu ambapo naenda kusave hii document yangu. Nikija katika this PC itanipeleka katika maeneo, katika folder ambazo zipo katika kompyuta yangu, lakini mimi nataka nitengeneze niende katika sehemu tofauti na hizi folder. Nitakuja katika sehemu ya browse. Nikija katika browse nitaenda kuchagua mimi, nakuja inanipeleka katika sehemu ya kusave. Lakini kabla sija save, kuna document ambayo unapaswa kuisave kwa jina ambalo nitaikumbuka. Lazima tuipe jina. Huwezi kuisave bila jina. Usipoisave bila jina itakataa. Itakwambia lazima uweke file name. Kwa hiyo kuna file name, alafu kuna save as type document. Kwa kuwa ni wet,
itakuja hapa. Hapo unaweza ukasave kwa namna tofauti. Kuna PDF, kuna Word template, kuna Word XML, kuna format nyingi sana ambazo zinatumika katika document. Sasa sisi tupo katika document ya Microsoft Word. Kwa lazima tuchague ya kwanza. Kuna ya kwanza, kuna ya pili, kuna ya tatu. Lakini ya kawaida ni Word document. Tuishie hapo kwa sasa hivi. Ukisha master namna ya kufanya kazi, namna ya kutumia, unaweza ukaboresha na ukafahamu vingi zaidi. Nadhani tunaelewana hapa. Bila shaka tuko pamoja. Tuendelee na hapa. Baada ya kuandika unaweza ukaandika. Kwa mfano hapa imejiandika yenyewe washiriki, kwa sababu document inasoma washiriki katika ile title ya kwanza. Ile title ya kwanza inasoma washiriki. Kwa hiyo ndio maana nimejisave hapa. Kwa mimi naweza nikaandika jina jingine katika keyboard yangu, labda nikasema taarifa ya washiriki. Umeona hapo? Tayari nimeandika jina. Document save as type. Kwa hivi vitu ni muhimu sana. Vitu viwili hivi ni muhimu sana. Baada hapo unaenda kuchagua sehemu ili faili nitaliweka. Kuna document, kuna picture, kuna videos. Kwa kuwa hii ni document, ni vizuri tuweke katika document, au unaweza ukaweka katika folder lolote ambalo unalitaka. Kuna downloads, kuna desktop, kwa maana utaikuta juu katika kompyuta yako. Tuende katika document. Mimi nita save hapa document. Baada hapo nitabonyeza hapa save. Kuna hii tools, usihangaike nayo kwa sasa. Tuende kusave peke yake. Kwa hiyo nita save hapa. Kwa hiyo unaona jina limetokea, taarifa ya washiriki. Kwa hiyo tuko katika file. Sehemu nyingine ya file kuna save as. Sasa hii inatumika vipi? Nisikize kwa makini hapa. Tuko pamoja. Katika nani ya kwanza tumeona kuna save, lakini kuna save as. Tunaposema save manake tunaandika jina. Lakini hiyo document tukija katika save as, hii document yenyewe hii naweza nikawa na document moja lakini ina taarifa tofauti. Au manake nataka nitengeneze copy yake bila kutengeneza new document. Narudi hapa katika file na save as. Nikibonyeza save as, nachagua sehemu ya kusave. Kwa mfano hapa tulisha save katika document ambayo inaonyesha today. Naweza nikarudi katika document. Sasa isha saviwa katika jina la kwanza. Naweza nikaiandika taarifa ya washiriki. Hapa nikaandika mbili, washiriki wengine. Nikaandika washiriki wengine. Kwa hiyo nikisave zitakuwa ni document mbili tofauti, lakini zina taarifa vile vile tofauti. Kwa hiyo nikisave hapa unaona taarifa ya washiriki wengine. Kwa hiyo ninakuwa na document mbili. Kuna taarifa ya washiriki wengine, lakini vile vile kuna document nyingine. Nikija katika document hapa, nikirudi katika document, kwa mfano hii hapa this PC, nikibonyeza hapa kuna document. Nikija katika document kija katika document hapa nitazikuta hizo faili zangu. Ya kwanza unaona hapa document zangu kuna taarifa ya washiriki wengine na taarifa ya washiriki. Kwa hiyo umeona namna ambavyo unaweza kutumia save, lakini vile vile unaweza kutumia save as. Nadhani hapo unanifuatilia na imani unaelewa. Haya, twende sehemu nyingine. Katika faili hiyo hiyo tutaona kuna print, kuna save as Adobe, kwa maana PDF. PDF ni document ambayo inakuwa kama imefungwa hivi, haiwezi kueditika mpaka uipeleke katika program ambayo unaweza ukaiedit. Kwa utasave kama PDF. Nikisave as PDF hapa, icon yenyewe imekuwa PDF. Ya kwanza ilikuja kama document, lakini hapa ipo katika PDF. Na namna ya kusave ni vile vile, unaandika jina, unachagua sehemu ya kusave, alafu una save hapa. Ila mimi sita save. Sasa tukienda sehemu ya chini kuna print. Baada ya kuandika dokumenti yako, sasa unataka kuitoa ionekane kazi, uishike mkononi. Aidha ni barua,
au taarifa yoyote uweze kuishika mkononi, lazima tuende katika print. Kwa hiyo faili ina kazi kubwa. Hapa kuna kushare, kama unaweza kushare katika kompyuta au katika, hiyo ni advanced basics. Kwa hiyo kikubwa hapa lazima ujue kutengeneza new, lazima ujue kuopen, lazima ujue kusave, lazima ujue kusave as document, as a PDF na kuprint. Lakini pia tukija katika export kwa maana unaweza ukaexport kama PDF, vile vile ni namna nyingine ya kusave, lakini kwa muundo wa kutumia export. Na imani unanipata vizuri na tunaelewana katika eneo hili. Sasa tukija katika sehemu ya mwisho hapa, kuna sehemu ya close. Mimi nataka nitoke sasa hii kazi yangu. Kuna namna mbili ya kuclose. Kuna sehemu ya hapa pembeni upande wa kulia, sehemu ya juu imeandikwa X, na ukiklik hiyo X utakutana na neno close. Nadhani unaliona hapa. Hebu angalia hapa sehemu ya juu. Unaona kuandikwa close, imekuja imeandikwa close. Ukiklik kama usha save, document yetu itatoka. Lakini kama unataka kutumia file, kwa kuwa tupo katika file, na hapa unaweza ukaja hapa katika file ukaja ka close. Ukiclose maana kuna kuwa umekata document yako. Kwa mfano nikibonyeza hapa, tayari document yangu imeondoka, ile ambayo ilikuwa na washiriki. Kwa nikitaka kuiopen kama tulivyojifunza mwanzo, taarifa ya washiriki wengine iko hapa. Kwa nitaibonyeza, nitaifungua. Hiyo ni katika kuclose. Na nikija hapa sehemu ya X ya mkasi hapa, close, na yenyewe imeondoka. Turudi katika faili hapa, hatujaondoka, na uwe makini hapa, tunamalizia katika lesson yetu hii. Sehemu ya chini kabisa ya file kuna option mbili hapa. Kuna maneno mawili, kuna sehemu ya account na kuna sehemu ya option. Account inatumika kwa namna hii ambayo nitaeleza. Kwa makini hapa, nikibonyeza account kwa maana information zangu zote ni kama profile. Nitaona user information ambapo nimeweza kulogin katika niko sign in katika hii Word document, lakini kuna wengine wanakuwa unaweza kutumia bila sign in. Lakini kuna account previous, kuna office background, unaweza kubadilisha hapa background yako na ikaonekana tofauti. Kwa mfano mimi hapa nikibadilisha, nikiweka clouds, hebu twende tuone. Inabadilika vipi? Kwa hiyo ukija katika account hapa kuna clouds, kuna lunchbox, lakini hapo ukija katika theme kuna color, unaona inabadilika. Ukija black inaonekana hivi, ukija white itakuwa white, ukija use system inaonekana hivyo. Na imani unaona kile ambacho tumeweza kukionyesha. Unaweza ukachagua wewe mwenyewe kwamba itumie dark gray kama hivi inavyoonekana. Lakini kuna connected service hapa, sio muhimu sana, tuachane napo. Lakini unaweza kaangalia kwamba je, ofisi yangu ipo activated au ni trial. Mimi hapa ofisi yangu ipo activated, kwa maana inaonekana ni Microsoft Office ya 2019. Unaweza kaona hapa nini ambacho kinasoma katika account yako. Lakini vile vile kuna option nyingine hapa, zile ambazo unaweza ukawa unafanya, unataka kuongeza, unataka kuangalia display, unataka kuangalia save, na dokumenti zako ukisave zinasaviwa katika nini, unaweza ukabrowse. Lakini kuna language, lugha unaweza ukaongeza, add language, ukaja katika accessibility. Kwa hiyo hizi ni setting ambazo pengine ukiwa advanced, ukishaelewa zile basics, utakuwa na kuweza kuzitumia. Custom ribbon, vitu vingi ambavyo unataka kuviongeza. Kwa mfano unataka kuongeza kitu sehemu ya juu, unaweza uka select hapa. Kwa mfano unaziona hizi ambazo zipo zote hizi katika main tabs zipo juu, zote hizi zipo juu, unaziona hizi
tumeziselect kwamba home itokee, kuna draw, kuna insert. Kwa hiyo nikiondoa hapa, kwa maana draw haitaondoka, nikisave hapa draw haitaonekana sehemu. Kwa hiyo unaweza ukaselect na ukaweza kuzipata katika sehemu ya file, sehemu ya option, sehemu ya file, sehemu ya option. Na imani sehemu yetu hii ya kwanza ya file umeweza kunielewa kwa makini na umeweza kujifunza. Bila shaka umeelewa. Na kama una maoni namna ambavyo tumejifunza leo, unaweza ukaandika kupitia comment yako hapo chini, lakini kuna namba inapita, unaweza kunipigia simu tukaweza kuwasiliana. Lakini endelea kufuatilia channel hii uweze kupata masomo yote mwanzo mpaka mwisho. Ni program kubwa sana, inahitaji uvumilivu na kuweza kufuatilia kila mara uweze kufahamu Microsoft Word. Nikushukuru sana, uwe na wakati mzuri. Bye bye.